Na ingine ambayo nitaongeza ni kuhusu wale watu wanaosema Banyamurenge. Hiyo ojo muifikishie Mheshimiwa Rais Fachi Beto le Concaser. Unaona bwana? Ile Uvira ile ukitoka pale Makobola mpaka ufike Kawizi, ile ni udongo ya Mwami Mlenge. Sasa hawa batu ya kutoka Uganda, Burundi na Rwanda benye balingia Mkongo, bengine weko muplene, bengine banajiita tuko bakongole ba Uvira, lakini abana territoire. Na ndio maana watu wenyewe bana materitoire Mkongo tuko nabo masispe sana. Banatakiwa bakaguliwa, tubaulize vizazi vitano kurudi nyuma kule. Ule Mwami Mlenge iko vrai Kongole, akwaja hata Mufurero. Hakuna mtu Mlenge anakuaga Mufurero. Yule Mlenge ni Mubembe, ndugu yetu. Na ile Uvira iko su bulongo yake, iko mubulongo yake ya ule chef de je ne sais pas si c'est de chefferie Bavira. Yule Mlenge ni Mubembe. Lakini sasa kulingana na batu kutoka mumenchi ingine bana kuaga na ile anomali, sehemu ya kusema Mlenge banaweka pale kuele, banaweka re, ndo bana sisi ni Banyamurenge. Hakuna Mkongo mkwaji habita Banyamurenge. Ilikuwa tu mulima ya Mlenge ni mutu. Sasa ile eneo yake ndo kwa kule ndo kwa Mlenge. Batu bapale aba ba etranger ndo bakaanza kujiita sisi ni Banyamurenge. Hakuna habita Munyamurenge Mkongo. Batu benye banaitwa Banyamurenge banaiba jina. Ile jina ya Murenge sio jina ya kelka ya mabita, ni jina tu ya mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa Mlenge Minji. Mlenge Minji. Ukiingia mu nyumba za Bashimukinji, nyumba ya Mlenge utaenda kuta ile ni nyumba ya 5 ya Mlenge. Na bale batu tunabajua vizuri. Kwa hiyo bale batu wenyewe wanajiita ni Banyamurenge, iwe bale Banyarwanda, iwe hapa wengine banasema ndo Bafulero, ile mulima inakuaga mulima ya Mlenge, na ule Mlenge anakuaga Mubembe. Nataka nibaonyeshe hivi. Na bulongo yake inaanza pale Makobola ya ngambo ya Uvira mpaka kule Kawizi. Mnasikia ndugu yangu? Si umoa mtu tu kwa sababu yuko na franga Uvira anasema Uvira ni ya kwetu. Uvira ni ya kwenu. Ile Uvira pia tere ni ya Babembe. Hata Kalemi. Amujuaji vile. Huku kwenye mnajenga aeroport Kisebwe wapi? Si ndio kwenye ilikuwa nafika territoire ya Fizi. Amujue vile. Abana. Msituonee kwa sababu tuko na ikala kimya. Tunajua historia. Hata ule rais watu wanaweza muweka chini bana mfundisha historia ya Kongo ya zamani. Parce que mwenye alishinda vita vya Deuxième Guerre Mondiale alikuwa Mubembe. Alikuwa Mubembe, mbavu mwa ni Mubembe. Amujuaji vile. Na minara yake mamonima yake iko Bruxelles, iko Berlin, iko kule Bonn, iko kule Paris, Dar es Salaam, Nairobi. Mamonima ya ule mwenye alishinda vita vya Deuxième Guerre Mondiale. 1943, 1945. Amukujua vile. Tunataka tuwaambie kama Babembe sio bakutania tani. Ukitania na Mubembe unatania na Mungu. Unatania na Yesu. Parce que mulima Esau, les montagnes Esaïe, montagne Esau, lokolomo buchiwe Esau. Mudunia mulima inaitwa Esau mudunia, iko Mufizi. Na ule Esau alikuwa mtu. Esau ndo anazala batu ba mingi. Anamzala Shipola mke wake wa Musa. Shipola ni jina la nani? Sio Babembe. Sasa kaka yake Ashipola ndo anamzaa Yesu. Unaona Yesu ni nani vile? Amusomea hata Biblia kama ile vita inakuya ni ahadi za Mungu. Kwa hiyo hata yule namba 1 akipewa hiyo nafasi, tunajua vita vya mwisho havijafika. Na vile vita vitakuwa vita vya kuua Wabembe, dunia yote itajichanga ili iue Wabembe, lakini hawataweza. Ndio wataona nguvu ya Yesu. Kama hiyo example yenyewe baliona hapo tu, banatoka Uvira banaenda kule. Banapigwa na watu wenyewe bajui. Unajua ile bombe ilitoka wapi? Batu walikesha kubilima. Bana kesha wanasema Mungu azibu watu. Ndio unaona ile bombe na pengine anasema inatoka Kisangani. Kisangani wapi? Amujue siri mwe ya Mungu ya pale. Muikale chini mufundishwe. Na muulize wale wenyewe walileta vita ile 1996. Balikuwa nakutana na malaika, ange barefu kule. Biko na bisu vinawaka moto. Unaona?
banakutana na vitu vya hatari pale. Mungu anatumia batu, anatumia baasi vitu vya hatari ili basi nyie kwenye nchi takatifu. Usizarau Fizi kwa sababu unaona wabembe wanakuwa kama vile wajinga, lakini wabembe wana fahari nyingi. Wazungu wanawajua, Wajerumani wanawatambua. Sio nyinyi wa Afrika mnatuzarau kwa sababu tunakula na nyinyi meza moja. Mbembe alikuwa mtu wa kufundishwa kwenye historia ya dunia. Naona bwana. Kwa hiyo cha msingi ndio hicho. Inatakiwa watu wakae chini wajue kinachokuja mbele ni nini, kwa sababu hawa wazungu hapa wana program ya Nouvelle Ordre Mondiale 2030. Na avant watangaze ile Nouvelle Ordre Mondiale, il faut wafike kwanza kukichwa ile ambao Biblia inakwambia watakapofika kwenye kichwa cha pahali patakatifu ndipo utakapoona nini kinatokea. Na kichwa ya umungu ni ubembe. Amerika mpaka akanyage pale tuone Amerika ni mzuri, ni mtu mzuri, anafaa vizuri, lakini atakapokuja pale ataleta machafuko, ataleta ushetani, na ule ushetani ndo utasababisha vita vya sisi wa Kongomani. Ikiwa nyinyi mtatuacha sisi wabembe, itakuwa vita vya wabembe na ulimwengu. Hilo tunalijua. Ndio utakapoona wa malaika wa Mungu wanapigana vita sasa vya mwisho. Mtu atakuwa anasema neno, ndege anguka, na ndege inaanguka. Kama tulivyoingia kwenye maombi na kusema Mungu azibu wanaotaka kuja kuua watu Fizi. Na jambo likatendeka pale kwenye ardhi ya ubembe, makao ya pale kwenye poro ya Kalundu. Ile pia ni ubembe, usidanganyike. Ile yote, na ndio maana mtu akichokoza mbembe, ukizarau wabembe wamekuinua, alafu wewe ukawashusha kwa zarau. Tena unarudishwa ubembeni ili uje uzaraulike vizuri. Hilo ndio nimetaka niwaambie, mkae mkasubiria maneno yatakao kuja mbele. Kuna mambo makubwa yatakuja mbele. Maendeleo yatakuja, lakini ushetani utakapofika pahali patakatifu ndipo utakapoona mbembe anasimama gaji. Unaona bwana? Ndio hivyo.